Naam, ni matumaini yangu unaendelea vyema. Tukiwa tunaelekea kuhitimisha mwaka wa 2025 na kukaribisha mwaka 2026. Dende Digital inakualika ndugu mtazamaji leo kujadili kwa ufupi ziara ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alifanya tarehe 29 ya mwezi wa 12 pale Mar-a-Lago, Florida nchini Marekani. Ni kama tunaweza tukasema Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametangaza vita upya na Iran, na nafikiri kwenye makala zangu za awali nilizungumza ziara ya Waziri Mkuu Netanyahu, namna anavyokwenda kujadili na kumshawishi Rais wa Marekani Donald Trump kufikiria upya kuingilia tena kati ama kuwaza tena upya kufanya mashambulizi, kushambulia kwenye vinu vya nyuklia vya Iran. Ndicho ambacho kimejiri kando na mjadala wao wa kwanza wa kikao chao ambacho ulijadili kuhusiana na mpango wa usitishaji wa mapigano wa awamu ya pili wa Gaza, lakini mjadala mkubwa ulikuwa ni kuizungumzia Iran na mpango wake wa nyuklia. Kama utakumbuka nilizungumza kwamba baada ya ile vita ya siku 12 iliyomalizika mwezi Juni kati ya Iran na Israel, na mashambulizi yale ya kwenye vile vinu vya nyuklia vya Iran vya Fordo, Natanz na maeneo mengine kushambuliwa na zile ndege za Marekani, na taarifa ambazo zilikuwa zinaendelea ni kwamba Iran walikuwa wameanza tena upya mchakato wao wa kufufua mradi wao ama programu yao ya nyuklia, na ndio kitu ambacho kimewatisha Israel na kuamua sasa Waziri Mkuu Netanyahu awasili pale Florida tena kwa mazungumzo na Rais Trump kumshawishi kwa mara nyingine tena. Sasa ukifuatilia ile ziara kwanza, kabla ya alipowasili pale Florida, Waziri Mkuu Netanyahu kwanza alikutana na waziri wa vita. Ikumbukwe sasa hivi Wizara ya Ulinzi imebadilishwa pale Marekani. Pentagon imebadilishwa jina baada ya Wizara ya Ulinzi Marekani, sasa hivi inaitwa Wizara ya Vita. Kwa hivyo akiwa pale Mar-a-Lago alifanya mazungumzo mafupi na waziri wa Wizara ya Vita Peter Hegseth, lakini baadaye baada ya muda mfupi alipomaliza mazungumzo na waziri wa vita alizungumza tena na waziri wa mambo ya nje ama waziri wa mashauri ya kigeni wa Marekani Marco Rubio. Na kwa namna ya mazungumzo ya hao watu wawili utaona kabisa kuna kitu walikuwa wanakiandaa, kwa sababu aina ya mtu kama Marco Rubio wanatajwa kuwa ni miongoni mwa watu ambao wanapenda sana vita, na hasa ule hata ukifuatilia mzozo ule wa Venezuela na Marekani ambao unafukuta mpaka sasa, inaelezwa kwamba Marco Rubio ndo anataka zaidi ya Marekani ishambulie Venezuela na sio Rais Trump. Kwa hiyo aina ya watu ambao walianza kufanya nao mazungumzo Waziri Netanyahu, utaona kwamba nini kinaashiria kwenda kutokea dhidi ya Iran. Lakini baadaye alipokutana na Trump tuliona matamshi wakionya Iran kwa pamoja kwamba endapo itaendelea na mpango wake wa urutubishaji wa madini ya uranium, basi ama mpango wake wa kufufua vile vinu vya nyuklia, basi Marekani haitosita kushambulia tena kwenye maeneo hayo. Sasa swali la msingi linakuja, Iran ni taifa ambayo linaweza kuacha programu yake hiyo kwa kutishwa ama kwa kuambiwa maneno hayo na taifa la Marekani? Kimsingi kitu ambacho pengine watu wanashindwa kufahamu, Iran ni miongoni mwa mataifa ambayo tayari kwanza yameshatoka kwenye aina hiyo ya uoga wa kuogopa vitisho. Kama utakumbuka, Iran kwa sasa ni miongoni mwa nchi jasiri, lakini pia ni nchi ambazo zina uwezo mkubwa sana wa kijeshi, na Iran imeishi kwenye misingi ya vikwazo, imeishi katika mazingira ya vikwazo zaidi ya miaka takriban 20 hivi. Vikwazo vya fedha, vikwazo vya uchumi, vikwazo vya kidiplomasia na teknolojia kutoka katika nchi za magharibi pamoja na Marekani, lakini wameishi kwa muda wote huo na wametengeneza taifa lao
imara ambalo linajitegemea kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo wamevuka kwenye misingi ya utegemevu kutoka nchi za kimagharibi. Kwa hiyo wana aina hiyo ya kiburi kwamba wanaweza kufanya mambo yao wenyewe, na kwa kweli imewasaidia kwa kiasi kikubwa sana kujijenga hata kwenye eneo la kijeshi. Lakini kama utakumbuka pia zaidi, Iran ilishawahi kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi. Kama utakumbuka mwaka 2020 wakati Jenerali Qasem Soleimani wa jeshi la Iran anauawa na ndege za kivita za Marekani, Iran ilitangaza kulipa kisasi na ilifanikiwa kweli kushambulia kambi mbili za kijeshi zilizopo Mosul pamoja na Baghdad kule Iraq na kuua wanajeshi, ingawa taarifa na kuua wanajeshi wa Marekani, ingawa taarifa zilifichwa. Kwa hivyo, na wakati ule ilikuwa Rais Trump akiwa madarakani. Baada ya mashambulizi yale, Trump hakuweza kujibu mapigo, alikaa kimya. Kwa hiyo unaweza kuona ni taifa la aina gani tayari limeshatoka katika misingi ya uoga na limeshatoka katika misingi ya kutegemea mataifa ya magharibi kwa kiasi kikubwa. Iran inajipanga kujizatiti yenyewe. Kwa hivyo kusema kwamba vitisho hivi vitawafanya Iran washindwe kuwa na mpango wao ambao wa nyuklia wa Iran, kimsingi ni vigumu sana kuweza kuwatabiri na kuweza kusema wanaweza wakafika huko. Lakini maswali mengine ya kujiuliza, kwa nini Israel ndio anashadadia ama anachagiza Iran kuzuiliwa na programu yake ya nyuklia? Sababu ni moja tu kubwa, ni sababu ya kieneo, kwa sababu hao wako eneo moja kule Mashariki ya Kati. Kwa hiyo kuwepo kwa Iran kuimarika kijeshi ni tishio kubwa sana kwa taifa la Israel. Na ikumbuke tayari Iran alishatangaza kutotambua taifa la Israel. Kwa hiyo ana ndoto siku moja ya kuja kulifuta taifa la Israel. Kwa hivyo tayari kuna hiyo hali ya makabiliano hayo ya muda mrefu ambayo ndio yanamfanya Rais Benjamin Netanyahu ashindwe kuwa na amani dhidi ya taifa la Iran, kwa sababu ukiangalia nchi nyingi zinamiliki nyuklia. Israel yenyewe wana silaha nyingi za nyuklia na wanazimiliki. Hata ukaguzi kutoka kwenye tume ya nishati ya atomiki haijafanyika vizuri na haifanyi kwenye maeneo ya nyuklia yaliyopo Tel Aviv na Jerusalem na maeneo mengine kule Israeli. Lakini ziko nchi zingine kama India wanamiliki silaha za nyuklia, Pakistan, China yenyewe, Urusi pamoja na Marekani. Lakini changamoto imekuja kwa Israel, kwa Iran. Ni Iran pekee ambayo ndio inawekewa vikwazo vikubwa kwa kiasi hiko tofauti na nchi zingine, kwa sababu hawa ni majirani, kwa maana kieneo la Mashariki ya Kati kule na Israel. Kwa hiyo ustawi wa Iran kwenye eneo la Mashariki ya Kati kiuchumi, kijeshi ni tishio kubwa kwa Israeli, uwepo wa Israeli, kwa sababu Iran tayari alikwishatangaza kutoitambua na tayari wana uhasama wa muda mrefu. Kwa hiyo utakuja kuona hiyo ndio sababu kubwa, na ukiangalia Israel ni nchi ya kimkakati kule Mashariki ya Kati kwa Marekani. Kwa hiyo imekaa katika misingi ya kimkakati kwenye eneo lile na kwa namna yote ustawi wa Iran unatishia usalama wa taifa la Israel. Kwa hivyo ziara ile imefanyika pale Washington, pale Florida, Marekani. Kwa hiyo tusubiri kuona kama Trump ataungana tena na Netanyahu kuweza kushambulia kwenye vinu vile vya nyuklia, ingawa inatamka kwamba Benjamin Netanyahu ni moja kati ya viongozi wenye akili nyingi sana duniani, na mara nyingi amekuwa akiwashinda ushawishi na nguvu viongozi wa Marekani. Rais Trump mwenyewe amekuwa mara nyingi sana akishindwa nguvu ya ushawishi na waziri mkuu Netanyahu. Joe Biden mara kadhaa amenukuliwa kwamba alikuwa pia ameshindwa kwa kiasi fulani hivi kiushawishi na waziri mkuu Netanyahu. Ni walau Rais Obama pekee, Rais Barack Obama ambaye inatajwa yeye ndio kidogo aliweza kukabiliana vilivyo na waziri Netanyahu, lakini kwa viongozi wengine wa Iran mara nyingi wamekuwa wakishindwa ushawishi na waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Imefikia tamati ya kipindi chetu cha leo, ni kutakia maandalizi mazuri ya mwaka 2026. Asante sana.